wa Tanzania, Rais Uhuru Kenyatta, Rais wa Kenya, Makamu wa Rais wa South Sudan, Makamu wa Rais wa Burundi, mwakilishi wa Rais wa Rwanda na waheshimiwa wengine wote na wananchi wa Tanzania. Wenzenu wananchi wa Uganda wanawasalimia. Nyuma kidogo nilikuwa nimeshaona kwamba lugha ya Swahili inakosa maneno fulani ambayo sisi watu wa bara tunayo. Hapa mnaweka maneno ya Kiarabu, mnaweka maneno ya Kizungu kwenye lugha ya Kiswahili. Kumbe kule barani tuko na maneno hayo kwenye lugha zetu za Kibantu. Nimemuuliza Rais Magufuli, neno la Kizungu wanaita sekta. Nimemuuliza ili neno la Kizungu sekta tunahitaji kwa Kiswahili. Kumbe hamna neno hilo. Mnatumia neno la sekta. Sekta sasa nimekuwa wazungu. Kule barani tuko na neno tunasema akabondo. Akabondo ndiyo kwa lugha ya Kiganda inamaanisha sekta. Tukiwa tunazungumzia uchumi wa kisasa, watu wanasema umaskini Afrika. Afrika hakuna umaskini. Afrika kuna ukosa maendeleo. Kuna utajiri mwingi lakini hakuna maendeleo. Ardhi ipo, hakuna mtu anaitumia. Watu wengi wa kutosha wanaitumia vizuri. Watu wapo lakini hawatumie uwezo wao kikamilifu kwa sababu wanakosa elimu, wanakosa hiki, wanakosa kile. Wakati mwingine wanakosa afya. Wako na maradhi. Kwa hiyo obubondo ambayo nyinyi mnaita sekta, obubondo bwa uchumi wa kisasa ni ine. Ya kwanza kilimo cha kisasa. Kilimo cha kisasa inamaanisha unalima chakula ya kula vile vile na mazao mengine ya kuleta pesa. Commercial agriculture instead of subsistence agriculture. Sio kulimia tumbo peke yake. Ukiwa unalimia tumbo ndio sababu unajikuta bado uko maskini. Uko na chakula lakini huna pesa. Sasa kabondo ka kwanza, kilimo cha kisasa cha pesa. Kabondo ka namba mbili, viwanda. Namba 3 kwa Kiingereza tunasema services, huduma.
huduma, usafiri. Kama mtu anakusafirisha, ametoa huduma kwako ya usafiri. Ile mwenye hoteli ametoa huduma kwako ya kukuangalia kwa hoteli yake. So hiyo ni kwa lugha hapa wanasema sekta ya tatu. Ya nne ni sekta ambayo imekuja siku hizi, sekta ya ICT, ya kompyuta. Hizi mashine ambazo zinafanya akili kama watu. Kwa hiyo tukiwa tunazungumzia maendeleo ya Afrika, tunazungumzia obubondo ubo nne. Sasa Waafrika shida yao ni kulala. Wamelala wakati umesha kucha. Unaona hapo vile vile kwa Swahili mko na ukosefu ya maneno. Kwa lugha yangu, kama mtu analala baada ya kucha, tunasema yahondeza, ukondeza. Sidhani kama hilo neno lipo kwa Kiswahili. Labda mnasema amelala sana, lakini kule kwetu tuko na neno moja, ukondeza. Shida ya Afrika ni kukondeza. Lakini sasa watu wanaamka, tukiamka sote, sisi wote tunakuwa na kilimo cha kisasa, viwanda, huduma hizo, ICT, production itakuwa kubwa sana. Sasa swali linakuwa, nani atanunua that production? Who will buy that production? Hapo ndio jambo la Jumuiya ya Afrika Mashariki linaingia. Au Afrika tunajumulisha wa Tanzania milioni 48, wa Kenya milioni 42, Waganda milioni 38, Wanyarwanda milioni 11 12, Warundi milioni 10. Sasa tumeongezea South Sudan watu milioni kama 12 au. Ukijumlisha hao wote, sasa tuko soko la milioni 160 au zaidi. Hilo soko litasaidia kununua yale mazao ambayo yatotoka kwenye kilimo, kwenye viwanda, kwenye zile huduma, company za huduma na ICT products. Kwa hiyo hii jumuiya sio kujumulisha watu tu, tunajumulisha uwezo wa mfuko wa pesa. Na kama mtu ananunua mazao yangu, huyu mtu ni rafiki yangu sana, ana unga mkono ustawi wangu. Nitastawi kwa sababu amenunua maziwa yangu. Mimi na we produce a lot of milk. Nikinunua maziwa yangu, hapo naongezea kuwa tajiri. Kwa hiyo tukiwa hapa tunasherehekea hii barabara ya Arusha Voi, tunasherehekea kwa sababu itarahisisha usafiri kati ya hapa na Mombasa. Mazao hayawezi kutoka hapa kwenda Mombasa bila barabara, bila gari moshi, bila ndege. Haya maneno yote yanaingiliana, they are all interlinked.
common market, soko ya pamoja, usafiri, watu kuweza kutembea, freedom of movement of people. Hii yote inaingiliana na inasaidiana. Kwa hiyo nimeshukuru tena, nataka kushukuru serikali ya Tanzania. Wamejitahidi kutengeneza barabara za hapa ndani ya Tanzania ambazo zinaungana na za kwetu kule bara. Wakati tulikuwa tunapigana na Idi Amin, ndikuwa serikali ya Tanzania ilikuwa imenipa gari yangu ya Land Rover ya jeshi ya JKT. Nikiwa wakati nilikuwa nakwenda Bukoba, nilikuwa naogopa kutumia barabara ya Dodoma kwa sababu ilikuwa mbaya sana. Barabara ilikuwa nzuri mpaka Morogoro, kutoka Morogoro mbaya sana. Sasa nilikuwa lazimishwa kuja kupitia huko Korogwe, Moshi, hapa Arusha mpaka Babati. Hapo barabara ilikuwa ya lami wakati ule. Baada ya Babati tulikuwa tunaingia kwenye barabara mbaya. Kulikuwa mlima mrefu anaita Hanang. Huko mbele Hanang kwenda Singida, kulikuwa mteremko pale Sekenke. Toka hapo kwenda Nzega, Shinyanga, kule yote Busisi. Tulikuwa tu. Lakini siku hizi serikali imetengeneza, nasikia sijawahi nataka kuomba rais ruhusa nije na Land Rover yangu kutoka kule mpaka Dar es Salaam. Nasikia hizo barabara zote mmezipiga lami. Kwa hiyo inawezekana kabisa sasa kutoka Kampala kufika Dar es Salaam bila kuona vumbi barabarani. Nimeshukuru kuja hapa kwenye sherehe hii na watakia heri. Hii ni hatua moja zaidi ya kuunganisha soko hii. Hii soko sio soko ya uvumi na maneno peke yake. Hii ni soko ya kubadilishana biashara na kubadilishana mali. Asante sana. Asante sana.